Mungu kunitumia kama chombo ama kunitumia kama sauti yake asubuhi ya leo. Si kwamba nimetenda mema, si kwamba ninaweza, si kwamba mimi ni mzuri sana. Hapana, ni neema ambayo imetosha kunitumia tu. Bwana asifiwe. Na nadhani wewe kuwa mahali hapa uisikie sauti hii si kwa ajali, no. Imekusudiwa uwe mahali hapa asubuhi ya leo ili ya kwamba ukaweze kusikia Mungu ananena nini. Mwanzoni mwa mwaka huu we had several visions that God was talking to us. Mungu akanena nasi sana. And inajuma sana, manake some of the things zinaendelea kufanyika hapa kanisani kwetu. And brethren, wacha niwaambieni ya kwamba when we speak maana hapa the word of wisdom, the word from God. Bwana asifiwe. Si kwamba nataka kuja kujionyesha. Hata sometimes mimi sijioni nikianza kuongea mambo kama hayo. Unaona student yangu ameanza kutoka. And we are not here in a competition with anybody. Let me make this one clear. Bwana asifiwe. Yes. Biblia inatuambia kwamba kama wewe ni mhubiri, hubiri sana Injili. Kama wewe ni mwalimu, funza sana. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mwimbaji, imba sana. Yaani know your office and work on it. Bwana asifiwe. There's so much things that are happening, but I thank God because He is with us. Yesterday, the other day, just this week, around Wednesday or Tuesday, nilipata ufunuo and nikawa nashangaa ina maana gani. Nikawa naomba sana. Then I shared with my brother Selepi here. Kamwambia God is talking to us. Na ameconfirm from the book of Proverbs, Psalms 124. Ambayo inauliza, if God was not for us, then let Israel stand and say. Bwana asifiwe. Yaani kama Mungu asingekuwa upande wetu na asimame Israeli na aseme sasa. Kuna mambo mazito mahali pale. I'm still meditating upon it. Bwana asifiwe. Because God is communicating to the church. Narudia. Nimesema we are not here in a competition with anybody. No, do we want to take any person's seat? No. Lakini wacha tufanye makusudio ya Mungu na neema ya Mungu itoshe. Bwana asifiwe. God will deliver us. Mungu atatudeliver kutoka mahali ambapo tunazama. Hatujazama zaidi, but we are there. Now, it will reach a place where ikiwa itakuwa ni ngumu sana. Bwana asifiwe. Ikiwa ni ngumu sana, we now apply Matthew 11:12. Bwana asifiwe. We now apply Matthew 11:12. Inasema, since the time of John the Baptist, the church or the gospel has suffered violence, and by violence, Bwana asifiwe. Si vita vibaya, lakini kama ni njia unataka kuingia hapa na ukuta unazuia, will open the wall. Hallelujah. So let us be ready. That's why mwaka huu ninahisi ya kwamba I should shift my ministry. Sitawaambia sasa kwa njia gani, but I'm shifting my ministry so that I can concentrate on the Lord. Bwana asifiwe. Because kuna mengi Mungu ananena pamoja nami na
ninabidi niyatekeleze, si kwamba ninahepa ama ninafanya. Just listening to the voice of the Lord, and I believe God is working. Bwana asifiwe. Awakening the man Jesus in you, or activating the man Jesus in you. Tumesomewa kitabu cha Luka mlango wa 8 mstari wa 22 hadi 24. This is a story whereby Yesu baada ya kufunza kule kwingine akawaambia tuvuke twende mambo nyingine. Na kule kumbuka alikuwa amewajibu wale wa jamaa, kuna wajamaa walikuwa